ya kuhudumu kwa maisha. I was just trying to explain what living is. Nilikuwa najaribu kuelezea kiwango ni nini. It's a mark where you cannot go beyond. Ni alama ambayo huwezi ukapita. So I'm saying the power to live into your blessing is within you. Nasema nguvu ya kujiwekea kiwango iko ndani yako. And many of us limit our blessing. Na wengine wetu sasa tumepeana baraka zetu viwango. I want to tell you, I want first of all to tell you that God's desire is that we continue to flow in limitless blessings. Biblia inasema ama tumania Mungu kwamba tuendelee na baraka ambazo hazina vipimo. You have come to the house of God to seek God's blessing. Umekuja kwa nyumba ya Bwana kutafuta baraka za Mungu. You have come into the house of God that God may intervene in your life. Umekuja kwa nyumba ya Mungu ili Bwana akajidhihirishe kwa maisha yako. And His desire Na tumaini yake is for you to flow in limitless blessings. ya kwamba wewe ukaweza kutembea katika baraka ambazo hazina vipimo. There is no end to where God would want to take us. Hakuna mwisho mahali ambapo Mungu angetaka kutupeleka. There is no limit to where God would want to take us. Hakuna kiwango ambacho Mungu amekwambia lazima nikufikishe tu hapa. And it is very unfortunate Na ni kwa mambo ya kushangaza that we block our own blessing. na kwamba sisi wenyewe tunazuia baraka zetu. Regardless of the willingness of God to take us to higher levels. Hata kama Mungu anatamani kutupeleka katika hatua ya juu. It's the desire of God to take you to another level. Ni ombi la Mungu ya kwamba kupeleke kwa hatua nyingine ya juu. God does not desire that you live where you have been living. Mungu hajapendezwa kwamba ukae mahali ambapo unakaa. God has levels Mungu ako na viwango where He wants to take us. ambapo anataka kutupeleka. I am not where I began. Mimi siko mahali nilianzia. I began as a church elder. Nilianza kama mzee wa kanisa. Then I became a pastor. Nikakuja kuwa mchungaji. Then I became an overseer. Nikakuja upasia. Then I became a bishop. Nikakuja kuwa askofu. And I'm still moving Na higher. bado naendelea juu. Higher and higher. Juu na juu zaidi. Now I belong to the board of the PEFA board of trustees. Sasa mimi niko mojawapo ya wazee wa bodi wa PEFA. That is what I mean. Unakisikia maanisha? It is not the will of God that you remain in one place. Sio mapenzi ya Mungu baki sehemu moja. You have come to the house of God. Umekuja katika nyumba ya Mungu. That this altar may lift you up to another Ya level. kwamba madhabahu hii ikuinue katika kiwango kingine ya juu. And that is what an altar does. Na hiyo ndio madhabahu inafanya. When you give yourself to an altar, Ukijipiana kwa madhabahu. one of the things that it does Mojawapo ambacho madhabahu inakufanyia is to keep on lifting you to higher ni levels. kuendelea kukuinua katika kiwango kingine ya juu. I'm not done with it. Mimi sijakamilika nacho. There are also levels that are waiting for me. Bado kuna viwango ambazo zinaningoja. Bwana tukuzwe. Bwana tupewe sifa. It is very unfortunate that we block our own blessings. Basi ni jambo la kushangaza kwamba sisi wenyewe ndio tunazuia baraka zetu. Regardless of the willingness of God to take us to higher levels. Hata kama Mungu anatamani kutupeleka katika kiwango kingine ya juu. It is not the will of God Sio mapenzi ya Mungu. that every door that opens for you, your blessings closes. Ya kwamba kila mlango amekufungulia baraka zako ya kwamba ifungwe. Sio mapenzi Every yake. door that God opens for our blessings, Kila mlango ambapo Mungu amefunga kwa ajili ya baraka zetu. we have to enter with haste. Lazima tuingie kwenye huo mlango. Kwa haraka. Lazima tukiingia kwenye mlango. We must learn to take up opportunities. Lazima tujifunze kuchukua hiyo nafasi ya fursa. And every door that opens in before us, Na kila mlango ambao umefunguliwa mbele yetu, we must enter into it with haste. lazima tuingie katika mbio. So it is not the will of God that that door may close without you entering. Basi sio mapenzi ya Mungu